Bwana Yesu apewe sifa. Ni sehemu ya 4 ya somo letu zuri kwa habari ya kuponya fikra na kutawala akili zetu, mawazo yetu, mioyo yetu. Amen. Hebu twende katika hii sehemu, tunaenda kuangalia maeneo mbalimbali, ikiwepo eneo la fedha, eneo la uchumi, eneo la ndoa na kwa maisha kwa ujumla, hata kia usafi. Amen. Kuna vyuo vingi, kuna wanasaikolojia wanafundisha kwa habari ya maisha kwa ujumla. Kuna wafanyabiashara waliosomea, waliobobea masuala ya uchumi, wanayofundisha kwa habari namna ya kutumia pesa. Lakini haya yote, kama una uwezo wa kutawala fikra zako, hamna kitu ambacho utaweza kikaenda sawa. Lazima kuna mahali patakuwa na tobo tu, kuna mahali kutakuwa na tundu. Maona, hebu twende kwa Adamu. Mungu wakati anamuumba Adamu, akamweka kwenye bustani ya Eden ili ailime na kuitunza. Kuna kitu Mungu ambacho alikiweka ndani ya huyu mtu: maamuzi, hisia na akili kwa ujumla. Maona, sasa ndio maana watu wengi wanalaumu kwamba kwa nini Mungu aliruhusu Adamu ale tunda. Hapana, Mungu yeye alichokifanya, alimpa akili ajiamulie mwenyewe, ajifanyie maamuzi mwenyewe, kwamba awe na uwezo yeye mwenyewe wa kufanya au kutokufanya, ila tu yeye akampa uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Sasa ndio maana Adamu yeye mwenyewe kwa hiari yake, kwa maamuzi yake, ndio akaamua kula lile tunda, sio Mungu ndio alifanya vile. Sasa katika hili eneo ndio maana tunataka tuangalie kwa habari ya uchumi, kwa habari ya pesa, habari ya ndoa. One sasa katika mambo mbalimbali kama utabibu wa mwili, kula chakula bora, nidhamu ya fedha, wasibu na kadhalika, kuacha kujifunza jinsi ya kutawala fikra zetu ni sawa na bure. Mtu aliyosomea uhasibu, matumizi ya pesa, utajiri, namna ya kuwa tajiri, namna ya wewe kuwa labda mtu mkuu, kama una uwezo wa kutawala fikra yako kutokana na mazingira, ni sawa na bure. Kwa sababu wengi wamejifunza, ni wahasibu, wengi ni maprofesa leo, mimi nimekutana nao, lakini unakuta wengine ni walevi, wengine ni watumishi wa Mungu kabisa. Unakuta ana mistari ya kutosha, anakuambia mimi nilikuwa mtumishi wa Mungu, lakini kwa nini? Alishindwa kuitawala fikra yake kutokana na mazingira. One kwa hiyo unapoacha kujifunza jinsi ya kutawala fikra zako, fikra zetu, mbona ni sawa na bure. Kwa kuna vyuo vingi sana, vinavyofundisha utunzaji na nidhamu ya pesa, nidhamu na utaratibu wa lishe bora, utawala, uongozi wa watu, matibabu ya magonjwa mbalimbali. Hivi vyote ni muhimu sana, lakini eneo linalotawala fikra yako, linalotawala akili yako binafsi, nje ya wewe kufundishwa, hiyo inaitwa akili ya nje, ya kupokea kutoka nje. Unajua kuna akili ya nje, kuna akili ya ndani. Sasa ile akili yako ya ndani, wewe mwenyewe binafsi, ile Mungu aliyokuumbia asili yako, utakaposhindwa kujisimamia, kujitawala. Ndio maana kuna aina za watu wanaolipiwa ada, wanasoma vyuo. Kuna wengine anapewa na mzazi wake ada, akalipe chuo, anaenda anapeleka kweli ada, akalipe karo anapeleka. Lakini kuna mwingine yeye hapeleki, anapelekewa. Kwa nini? Wanajua huyu atazila, wanajua huyu atazitumia. Maana yake huyu mtu hana uwezo wa kutawala fikra zake, hana uwezo wa kutawala mawazo yake, akili yake. Sasa ndio maana unaweza kuwa umejifunza uhasibu, lakini wewe kwenye eneo la pesa ukawa ni kinyume kabisa na ulichokisomea. Wewe uwezi ukatawala fedha zako na kuwa na uthabiti wa fedha kama una uthabiti wa fikra zako, kama uwezi kuitawala akili yako. Umeona, kwenye eneo lako la fedha, kuna mtu mwingine yeye
lazima bata kwenye maisha yake ni kanuni, bila kujali anachokiingiza na anachokitumia. Sasa ile ni ule uwezo wa fikra. Unapomuona tajiri, bilionea, ni uwezo wa kutawala akili yake, fikra yake, yaani amejitawala yeye kutoka ndani, mbona sio kutoka nje. Kwa unapoweza kutawaliwa kutoka na mazingira yakakubadilisha, hutaweza kupiga hatua. Umeona? Kwa eneo la fikra, eneo la akili, eneo la mawazo lina maana sana kwenye maisha ya hapa kwetu. Amen. Kwa hiyo unaona, tamaa inapowaka utatumia pesa vibaya, hata kama umejifunza uhasibu, na tamaa haiwezi kuwaka kama una fikra za tamaa. Kumbuka, tamaa ni mtoto wa akili. Tamaa, yale mawazo yanaanzia kwenye moyo. Umeona? Yanaanzia kwenye moyo. Unaona kwa macho. Ndio maana Yesu akasema atakaye tazama kwa macho amekwisha kuzini. Kwa hiyo inaanzia kwenye moyo. Aliye na akili moyoni mwake atapokea maagizo. Umeona? Kwenye moyo. Kwa huwezi kuwa na utawala wa uthabiti. Umeona? Walishe yako, kama unapopata pesa, kama una utawala wa fikra, kuitawala akili, kila kitu utakula, kila kitu unachokiona kwenye macho yako. Sawasawa na kijana anapokuwa, kwa sababu mapenzi hajui, kula hajui, vaa hajui. Kwa sasa chochote atakachokiona yeye, mwanaume yote atakayemwona, anakuwa na hisia, ana hisia kali. Umeona? Anakuwa na hisia kali. Binti ambaye bado hajaanza mahusiano, kwa mwanaume anapokuwa anamuona, eza kavaa vizuri, msafi, kwa ana umbo fulani mrefu, kwa anakuwa na hisia za mapenzi kali. Umeona? Ile yote ni utawala wa fikra. Sasa kama una uwezo, unaweza umeoa kabisa, una mke, lakini ukashindwa kuitawala akili yako, kwa utajikuta unakuwa mtu wa totos. Hii yote sasa ni ule akili yako, namna ya kuitawala. Utajikuta chakula kinachokuwa na sauti kubwa kukuzidi, yaani inakuwa na amri yako. Unajua mtu amegawanyika sehemu ngapi? Mwanadamu amegawanyika sehemu 2 au 3. Kuna sauti ya nje, kuna sauti ya ndani. Umeona? Sasa mimi nayohubiri hii ni sauti ya nje, unaisikia, lakini iko ile individual ya kwako binafsi, sauti yako. Nenda kamtafute mtu aliyojinyonga, aliyekunywa sumu. Huyo ni ile sauti ya ndani, ndio ilikuwa inamsemesha. Kwa hiyo ndio akafanya yale maamuzi. Sasa ile inatokana, si umenielewa? Ya kutawala fikra yako. Kwa huwezi kuwa na utawala thabiti wa lishe yako. Sasa unapopata pesa, unakuwa na tamani kula chakula. Kama una utawala wa fikra zako, utajikuta chakula kinachokuwa na sauti kubwa kukuzidi, yaani unakuwa na amri yako. Mwisho utajikuta unapotelea kwenye magonjwa sugu. Utajikuta pesa zikiongezeka ndivyo balaa linavyoongezeka. Unajua kuna wale watu pesa ikiongezeka ndio mabalaa yanaongezeka. Ndio maana Waswahili wa dunia wakasema pata hela tujue tabia yako. Umenielewa? Hasa mtu anaweza akawa hana hela ukamuona ni smart kweli kweli. Pata hela uweze kuona tabia ya mtu. Kwa hiyo halikadhalika magonjwa mengi yana chimbuko lake katika fikra, katika akili, mawazo, moyo. Hii ni kwa sababu ya kutokushindwa kutawala au fikra mbaya za kuzaa hisia mbaya, kama vile msongo wa mawazo. Unashindwa kuitawala akili, kwa hiyo kuna vitu vinazaliwa ndani yako. Kwa hiyo msongo nao uzaa magonjwa mengi kama vile vidonda vya tumbo. Umeona? Msongo wa mawazo, vidonda vya tumbo, vichomi, kichwa kuuma, miguu kuwaka moto, umeona, kupoteza kumbukumbu, figo kufeli, mmeng'enyo wa chakula kukataa. Kwa vitu kama hivyo ndio vinazaliwa na msongo wa mawazo. Unaona? Chakula kutokushindwa kumeng'enywa vizuri, unakuwa unasinzia tu, ule usingizi. Hata kwenye eneo la biashara
Unakuta tu mtu anasinzia tu, analoa samaki. Kwa nini? Mawazo, maradhi ya moyo, moyo upanuka. Unaona, shinikizo la damu kutokufika vizuri kwenye moyo, yote ni chanzo cha stress, mawazo. Unaona, kwa unapopambana na magonjwa haya pasipo kudhibiti mawazo yako, lazima udhibiti akili yako. Wale wazee, kuna umri fulani mtu akiufikia anashindwa kudhibiti mawazo, anashindwa kudhibiti mawazo, anakuwa na mawazo. Kuna yale mtu anaanza kujuta. Unaona, muda alioupoteza, muda aliouchezea. Unaweza ukamwona mtu, lakini kadri siku zinavyoenda moyo unaanza kumuuma, anajuta mahali alikoanguka ni wapi, alikoteleza ni wapi. Sasa yale mawazo mamisongo, unaona kwa hiyo ndio iko hivyo. Kwa maradhi ya moyo na kadhalika, kupambana na magonjwa haya pasipo kudhibiti mawazo ni sawa na kujaribu kuua mti kwa kukata matawi yake na kuacha mizizi, wakati chimbuko lake ni mizizi. Si unaona? Kwa mizizi, chanzo kikubwa ni kuitawala akili, tukiteka fikra, tukiteka nyara mawazo yapate kumtii Kristo. Vivyo hivyo dhambi nyingi huanzia katika fikra. Dhambi zinaanzia kwenye moyo, kwenye mawazo. Kabla ya mtu hajatenda, ulianza kuwaza, ulianza kufikiria. Unaona, utakuta dhambi nyingi huja kama tamaa, lakini kama nilivyokuambia, tamaa ni mtoto wa fikra. Huwezi kutamani kitu kama hukuanzia katika fikra zilizoamsha. Hivyo tamaa, mtu hawezi kuingia kwenye dhambi ya uzinzi kwa mfano kama hakuanza na mawazo ya uzinzi. Kabla mtu hajazini, alikwisha kuzini katika mawazo yake. Ndio maana Bwana Yesu alisema, lakini nawaambia kila mtu atakayemtazama mwanamke wa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni, kwenye ile Mathayo 5:28. Umeona, Biblia imeweka wazi, tamaa ikiisha kuchukua mimba uzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa uzaa mauti, kwenye Yakobo sura ya 1 mstari wa 15. Mimba ya tamaa hutungwa na fikra, hutungwa na akili, hutungwa na mawazo. Ndio maana ni kazi bure kupambana na tamaa katika mwili, au kuhubiria watu, acha wewe mwenye dhambi, wewe kahaba. Huyu ni ile ni kitu cha ndani. Ndio maana push kufundisha neno, push kuifunua kweli. Kadri unavyofunua kweli, unabadilisha fikra. Mkazi ya mhubiri ni kubadilisha akili, fikra, sio kutukana watu. Unaona, sio kuambia. Wewe fundisha ili upambane na fikra za ndani ya moyo zinazozalisha haya mambo yote. Ndio maana kazi ya bure kupambana na tamaa katika mwili. Usipopambana na fikra zako, ukajizoeza hiyo tamaa, fikra zinazozaa tamaa, au akili zinazozaa tamaa katika ufahamu wako, na tamaa imefanya mwilini wako, itakuwa ndio mwisho wa hiyo dhambi ya tamaa ambayo imekuwa ikikutesa kabla ya kutafuta tena yale mawazo. Kwa pambana. Ndio maana kuna somo linakuja sasa ambalo utakaloweza kujifunza kwamba nani adui wa maisha yako, nani ambaye unatakiwa upigane naye. Namba 1, adui wa maisha yako. Kwa hiyo endelea kufuatilia ili somo, na Mungu akubariki. Lakini karibu katika tuweze kuomba. Tuna maombi ya kila siku live kwenye Telegram. Mungu akubariki, karibu sana. Mungu awe pamoja nawe.